This podcast inaitwa Word of a World. Na kama umefika hapa unajua mambo ni gani? Mambo ni ya Christ. Na kama si Christ, ni Christ manze. Na kama huja subscribe, kumaanisha huja subscribe to Christ. Anyway, make sure you like, share, subscribe. Leo tuko na many topics na tuko na few guests ama many guests. Juu hapa ni upako. Mtu mmoja ni kama watu wengi. Wamebeba hapa anointing manze. Na watajitaja majina. Sasa tutaanza hapa. Hapa kuna anointed. Hebu sema hiyo jina watu wasikie. Praise God. Amen. Naitwa Elijah, nimeokoka na Yesu ni Bwana. Yes. I believe mtabarikiwa leo. Amen. Yeah, God bless you. Platforms. Kama uko wapi? Pinterest, TikTok. Niko TikTok. TikTok naitwa Elijah Joshua. Na pia YouTube Elijah Joshua. Yes. Yeah. Barikiwa. Amen. Haya, na mimi hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina ni Anthony Kariuki Eish. na nimeokoka and a strong ambassador of the kingdom of light. Ai. Na social media ambayo tunaongozwa hapa na mwenzetu, social media labda Facebook ambayo ni Anto Mzito and any other kama niko nayo which I'm not sure because social media na run hizo zote. Anto Mzing. Naitwa Anto Mzing. Sawa, utanipata hapo. Kabisa manze. Haya. Manze karibuni. Na mkifika hapa najua touch my blessings huko pia kwa hii podcast kama kawaida. So my guys, before tuanze, unajua lazima tufungue na maombi. So watu wako na makofia tutoe. Ama watu wako na chai. Sasa Elijah, najua ndo kwa katikati. So Let us pray and pray. Everlasting Father, we thank you once again for allowing us to gather in this place. We thank you for blessing us, O God. We thank you for this wonderful day, Lord, you have given unto us, O Jehovah. We give you all the glory. We give you all the adoration, O Lord, for there is none like you, O Jehovah, Lord. Even as we start this discussion, O Lord, we pray that you may help us, O Jehovah Jireh, in the name of Jesus Christ, O Lord. May you help us, O King of glory, in the name of Jesus Christ, O Lord. May you help us to be a blessing to your people, King of Kings. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, we do pray, trusting and believing. Amen. 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 Kabisa. Tutasema nini manze? Sishamaliza na maombi. So manze, leo tulikuwa tunadai kuongelea vitu mingi. Kwanza tutaanza na ya kwanza. History ya utajuaje kwa boys by the tutasema utajuaje ni the right woman, right man, so that you can obtain favor from the Lord. As it is written. As it is written. Inasemangaje? Whoever finds a a good wife finds right. a good thing and obtains favor from the Lord. Sa mi niko na swali sasa, sijui tutaanza wapi. Like how will you know, like through the spirit, because see you are walking in the spirit. Tuko born again wote ama naongea na watu wako born pekee. We are born again. Yes. So tutaanza kwa Mr. Anto. Naona huyu anakaa tu counselor of counselors. Anaweza tuanzishia. Haya. So swali yetu iko sawa, iko shwari kabisa, ambayo nakubali ni kitu ambayo inasumbua wengine wetu, na ni kitu very relevant, very realistic kwa very many youths among ourselves. So kwa vijana ambaye yako, first of all, hata tunaweza anza na age, which is the right age ya mtu kuwa married. So I can say it categorically, there is no right age for marriage. It is not written anywhere. So as long as you just feel comfortable, mostly financially, emotionally, and physically, you are good to go. But you must have attained the 18 years of age, ambayo ni maturity, legal age for Kenya. So you'll know a right woman. First of all, if you reach that age, that moment or that time, first you pray. After praying, there is that woman ambayo utakuwa attracted kwake. Yes. And I believe once you start associating, ukianza, kwa sababu ni must pia utelepeleke your manifesto and your all things.
you will feel some flow. I mean, I Yeah. believe everything that is ordained by God. If someone is yours, there will be very, very, very a good flow kwa hiyo mwanamke. Hautakuwa na struggle anything, ambayo mtakuwa tu mnaenda tu kwa uzuri, na Mungu akiwa katikati, na kama alipanga she's your woman, no struggle there. Mimi niko na swali kwako. Like, si wanasomanga Saturn manifest himself as the angel of light. Exactly. Anaweza kuja ka dem na pia kuna Jezebel spirit. True. Na udhani imeflow kumbe it leads. So how will we utajua aje ni Great. I like that question. Now, hapo ndo sasa tunaomba Mungu atusaidie kwa kitu ambayo inaitwa spirit of discernment. Because now ni spirit now. You have to understand the spirit. Is this spirit? Because your spirit of Jezebel, hata in your association, uta feel and will realize kuna mahali anakulead that is not right to the will of God. Utaona anakuambia mkishaka kaa hivi, anakuambia leo babe tumechoka, twende tukakunywa kitu kidogo, leo tukafanya hivi. Yani anakulead kwa vitu zenye si za hazipendezi Mwenyezi Mungu. Uta notice to you just notice as easy as your spirit is alive, it is be very easy to notice. Kabisa. Elijah. Okay, praise God. Amen. Okay, for me, this is what I can say about this. If you want to have a good partner, the first thing, you should seek the kingdom of God. Because the Bible says, seek first this kingdom, and all things shall be added unto you. All things, including what? The partner, wife. that you want. That means all things zinatoka kwa God. Si kwetu. Kweli. Okay, sisi tunaweza kuwa tunatamani sana. Unaweza kuwa flesh imekwambia, huyu ndio demu wako wa future. Kumbe inakudanganya. But when you go in the spirit realm, you can download the person God has for you. Exactly. You see? That means there is power in prayer. When you pray is when you discern. Because there is no way you can discern without praying. And also meditating on the word of the Lord. Because the word of the Lord, it contains everything. Right there. Hivi unataka? Ako hapo. Bwana unataka? Yuko hapo. So the only thing I can tell you, seek first the kingdom of God. And all things shall be added unto you. Amina. Hii maisha unakuanga na worry ya nini jamani? Why? Ukiona demu nasema this is mine. Demu wote wazuri si wako, acha nikwambie. They don't belong to you. Unaweza pata kuna demu kama 5, si ndio? Na kwa mademu wote mmoja ndio wako. Just one person ni wako tu. But hiyo mtu utamjua through kudiscern. You pray, you discern. Na usidiscern vibaya. Because unaweza discern vibaya. Na useme hiyo ndio unapenda. Unampenda lakini Mungu anataka umpende. You see? Kuna difference ya wewe kupenda na Mungu kupenda. Wewe unaweza penda through flesh. Na God anaweza kufanya upende through spirit. True. You get it? So like lazima ukume build your relationship na God. Ndio upate the right person. Otherwise, ukifail kufanya hivyo, uta regret. Utaoa lakini kama umeolewa ni mwanaume, utakuwa ni kama umeolewa. I believe. I'm saying the truth. Si ndio? Itakuwa ni kama umeolewa because umeoa mwenyewe submit kwako. Which is not right. So, I'm encouraging you. Kaa kwa Mungu. Wacha kusurura. Very. Wacha kusurura. Mtu umesikia? Wacha kusurura bana. Vitu zote ziko kwa God. Ziko kwa God. It is better ukuwe single. You die single. Than getting the wrong person. You get it? Utakonda. Utakimbia view kabisa. So it is good for you to pray. So that God akuletea yule mtu mwenye anakufaa. Let me say this. If you want to have a good partner, sidio? Mungu kwanza, the thing yenye anaangalia kwa life yako, your purpose. Really. Anakuleteanga mtu mwenye ana align na purpose yako.
helper ni kama Helper. tuseme bibi ni kama Holy Spirit pia. Ndio pia bibi anakuja kama helper. You get it? Sasa imagine uko na Holy Spirit ndio uko na bibi. Wote ni helper. Hebu niambie unaweza fika wapi? Hapo unaweza enda mbali. Purpose. Unaweza fanya Very nini? far, very far. Tuseme like God amekutia assignment, si ndio? Alafu upate bibi moja ana support that assignment that you have. You can do great. Great. Yeah. Lakini pata mtu the wrong person, no? Yeah. Ukipata the wrong person utarudi nyuma dogo. Hiyo assignment Anaweza utasahau cancel the assignment, yeah. Utang'ang'ana bro. Utalia. Kweli. Utasema umelaaniwa. But si kulaaniwa. Wendo ulichagua. Bwana. Ndio kwa maana hadi before kuja tuingie kwa hii podcast na kumbe nikiwaambia mtu ana blame God. Just safari yenyewe alijiingiza. God hakuwa hapo ukichagua. Wewe ulichagua ni fresh kama mimi najua kuchagua. God kando. Mimi nachagua tu. Hivyo ndo unasafa. Kweli. Endelea. Wewe unaweza kuwa unapenda mzee. Unampenda, unaenda kwa nyumba. Hata ukilala unaota yeye mkifanya naye harusi. Na useme ni Mungu anakuongelesha. This is my right person. You see, this is my right person. But God akiangalia no uko wrong person. Kwa nini unaota na hiyo demu? Maybe unaenda na emotions. Awende na spirit. Exactly. Awende kulingana vile Holy Spirit anataka. Wewe unaenda kulingana vile unaona iko sawa. Iko sawa. Then tukikaa kidogo your relationship inaisha. Mbona imeisha? Haikuwa imepangwa na Mungu. You see? Haikuwa imepangwa na God. Wewe ndio ulipanga hiyo demu. God hakuwa. Exactly. So inafika mahali inaisha kabisa. So I'm telling you, go and pray. Na ukiweza fast. Fasting. Important, yeah. Yeah. Very important. In fasting there is a lot that you can discern. Yeah. Kuliko tu ile maombi tu ya kipekee. Yeah. When you fast, you carry the power. And through power you can do many things. Great. By the way, what is power? The ability to control something. Hiyo demu wako mwenye unaombea unaweza mcontrol mahali penye yako akuje. Kweli? Yeah, na kuja msikizane na life iende vizuri. Iflow. You get it? Hivi ndio niko na ya kusema mbarikiwe. Amen. Glory. Mimi kuna kitu kusema kweli. Nikamshasema yote. Ndio amesema si kwa flesh, unatumia Christ. Christ ndio atakushow venye utachagua your partner manze. Na by the way, nimekumbuka hata kitu. Tukiendelea na hiyo story hiyo part ya marriage and stuff. Kuna hii stuff like wanaume sisi tuna love the woman ama woman ndo anatu love. Like nataka mnipatie your own views. Mnaona aje? That is not even according to the Bible. That one is written now. That one it is there. The man should love the wife. Yeah, the woman submit to the husband. Yeah. So woman ndo anachukua love. Anachukua love, yeah. Alafu man ni yeah. Woman give love, you get submission. Exactly. So tuseme dem saa tuseme mbona nasema dem ni wife, by the way, ni wife. Now we are talking about the wife now. Basi hapo niko out of topic. No problem. Sasa tuseme dem amekuwa obsessed na wewe ama dem anakudai like so kumaanisha hiyo si love ama ni love? Si ni love? Na umesema ni man ndo anafaa kulove woman. Though ni hivi love ya mwanamke, love ya woman inaonyeshwa through submission. It is still love, but now it is shown through that way. Unaonyesha through that way. Wewe unaonyesha sana hiyo mambo yote yenye tunafanyanga kwao. Okay. Yeah, like that. Niseme kitu, si ndio? Ongeza. Okay, tuseme hivi. Siogope. Ongeza. Mimi Kenya najuanga mwanaume wanga anapatia mwanamke respect. Exactly. You see? Na mwanamke anapatia love. So like unapeana respect, unapewa love. Alafu hapo unaona hapo kwa submission like vile na understand hiyo kitu. Kila mtu lazima submit kwa mwingine. Yeah. Na submission ikuja by force. You don't force submission. Ni wewe mwenyewe tu ndio kuna vile utafanya ndio ikuje. Hiyo bibi yako anyenyekea kwa hapo. If you don't do that. But ni mona hii topic inataka madem. Pia wako na hiyo hiyo I think we shall come back to that. We will do with them now. Hapo msijali. Asa venye tumesikia hapo kwa relationship mimi naona tuko fiti manze. Sasa hii mimi nikiuliza like
mshaiko na maswali yenye amjai iko na answer. Swali story tu za Christ. Stories za Christ. Cause of course kuna wanga tuna ile swali tu fulani Mhm. uko like mbona nini. Mhm. Any of you mshaiko tu na swali? Uh-huh. Like you. Yeah, true. The questions are there. Mm, As long as you're living in this world, you have to have these questions. True. yeah, And as long as you're a human being also, you should question. the questions are there. Yeah. Yeah, the questions are Cause there. ukiwa mature hivi. The questions So are there. ka So, mnaweza nipatia tu one, kadhaa ka. Naona one of them might be, one of them ni watu wanashangaa kwa nini wakianza wanapata their lives were okay, maybe before they gave their life to Christ or maybe before they came to Christ, then after wanakuwa wanaingia kwa maisha ya Mungu, mambo inaanza kuwa mambo inaanza kuchemuka. kidogo, mambo inaanza kuwa ngumu kidogo. Yeah, kuna hizo maswali ambayo natumai kwa hii podcast by the strength and the help of the Holy Spirit tutaweza kujadiliana na tupate majibu kwa uwezo wake. Yeah, kuna hiyo inasikika na ni swali ngumu, iko swali kwa hii dunia. Hiyo ni swali ambayo inasumbua watu. Sijui mtasemaje? Mimi naweza sema like hii earth manze si rahisi manze. Bado uko na doa mauna cause kuna mental, kuna financial. Unajua kila mtu anapitia tu shida zake. Kuna mse mental, kuna mwingine financial. So na Bible inasema vizuri, in this world there'll be trouble. Even though Christ alisema, but anasema do not worry because I've overcome the world. So kumaanisha trouble iko like hawezi kosa. Hadi kuna place nasemanga kwa Ecclesiastes 3:22 hapo. Like in your days of your youth unafaa ukae kwa God. Ndio when trouble, in the day of trouble ukwe place fiti. Na unajua mbona tuko different believer na unbeliever? Tuko different in that during that trouble uko na peace. As a believer uko na peace, uko na joy, uko na love, na at the end unajua to overcome. But mwingine hayuko sure. Because kwa Christ anasema is the beginning and the end. So it means there's an end. There's an end. Like hizo misery nini whatever thing, there's an end to it. So as a believer we have hope. That's why tunaikanga upie tu kwa Christ, because at the end unajua utashinda, because we are fighting from victory, not for victory. From victory. So though mimi naweza sema like trouble hawezi kosa kwa hii dunia. Kwanza wenye Adam and Eve walianza tu hiyo sin, like sin venye liko corrupt world, tukakuwa na trouble. So but Christ came to save us from those troubles. Amen. Mimi hiyo ndo my view. Elijah our chariot. Wonderful. Praise God. Amen. Wonderful. Okay. Maswali iko nyingi. Kwanza mimi siwezi hesabu ni ngapi. Ziko nyingi. Zangu ni nyingi hivi. Nikisema nauliza Mungu naweza muuliza nyingi sana. But what the Bible says, in all things give thanks. Amen. Yeah? For this is the will of God in Christ Jesus. You get? Like God anajua ni kwa nini unapitia vitu zingine. Sometimes, let me give you an example kama gold. Gold kitambo ito gold, lazima ichomwe. Refined. Yeah, ikuwe refined. Ndio. Ichomwe, ifanywe vitu nyingi. So ndio ikuwe gold. Ikuwe gold. The same to us kama believers, ndio? Unaweza kuwa unapitia vitu nyingi sana. Unauliza God, what is going on? Kwani umeniacha? Ukiuliza Mungu hiyo swali, jua si wewe wa kwanza kumuuliza. Hata Elijah alimwambia hivyo. Kweli. Ile kama ile akamwambia God, it is better I die. Yeah? Unakumbuka hiyo story? It is better I die than I live. I'm not better than my ancestors. So like alikuwa amefika ile mwisho kabisa. But what can I tell you? God wanga anaingilia in the last minute. Wakati umeona umefika mwisho. Anakushika sasa. Anakushika hapo ndio anasema natengeneza njia kwa ajili yako. Because he is so faithful. Really? Yeah? So most of the time, when you face these challenges, not because God hates you. He wants you to grow. He wants you to be mature. Before endelee.
hapa nani amepitia shida kubwa kushinda ya Job? Kama umepita ya Job, sasa ndo ndakutinda. Kabisa. Ndio leo kigiva. Really? Unajua unafaa kujiuliza, usome kwanza Job uangalie. Uone. Mso una lose Losing kila children. kitu. Children, Yeah. property, nini, alafu Yeah. wewe unasema ati Mungu ati hakuna Mungu. Chutia vitu kiasi. Job, imagine Job hiyo vitu yote alafu anasema my redeemer liveth. Mwachili. Let the name of the Lord be praised. Na amepitia hiyo Amepitia yote manzi. Courage bana. Ninakwambia hiyo story ati kujifanya ati sijui shida no. Bro, kila mtu anapitia shida. Again just word. Unaona the moment someone gives their lives to Christ. The devil anasikianga vibaya. Hapo Kabisa. Target. Anakasirika vibaya sana. Unakuwa sasa wewe ni target kwake. Unakuwa afurahi. Unakuwa sasa ni adui yake, yani hataki kuona ukiendelea. Kabisa. So unakuwa wewe ni attack. Wewe ni attack tu. Wewe ni attack tu unapata sasa your work is just to improve, build on your faith. Ndo uweze kushinda. Because ufanye kupitia ka challenge kadogo ikufanye udoubt your salvation, doubting your Christ. No. Ni that time ndo kwanza ndo time. The moment you're very low, that's the time in fact God is is closest to you. That's the time God is very very closest. I mean, In our vulnerability, in our low moments, in your weary moments, is very very close. So in those challenges we build on our faith, and faith comes from where? hearing and hearing The word of the God. Lord. Kabisa. Because it's manga through the word of God. Manga hiyo hearing and hearing through the word. So kumaanisha ukisoma Bible hivi. Your faith being Your built. faith is ina increased. increase. Because Uweze kupigana. bidushe notice usomangi word una hear like ukisoma kuna kitu sijui ni rema ama rema word Yeah. like una resonate na hiyo word yenyewe na Exactly. cause mimi najuanga ukisomanga Bible Yeah. God anajua like hiyo day ulikuwa ufai kusoma hiyo ndio Build. kuna kwanza ni jana ni jana nimeomba sijaisema hiyo kitu ile heaven and earth shall pass away but your words will remain. Remain the same. Bro unajua nimesoma hivi ilikuwa Luke 21 mimi nimesoma hivi bro nimeona hiyo word like imeandikwa heaven and earth shall nika kwa like Tutakaa wapi sasa? God bro like anaongea through the word Directly. so kitu ilikuwa tu na meditate nayo hizo words so kumaanisha ni words zake ndio muhimu kwa hii dunia like hizi story kelele nyingi wasa wanakuambia sijui nini na nini hakuna so ni word of God ndio ina matter hearing the word of God na hiyo ndio faith yako inakuwa built wadau I believe tusikize wanajengwa. wanajenga lazima manzi walikuwa bedhe ukichikipita na kina hiyo mbogi yao venye waliachwa na Christ walikuwa na refresh themselves hivi wana made tu venye sio tu ni modern time podcast lakini walikuwa wanapatana tu wana refresh themselves wana break the bread you're reading the word na kuambiana kuhusu ilikuwa refreshing. Wow, Na hii ndio refreshing moments manzi na muendelee kuona word of a world tunaendelea kabisa wakisubscribe subscribe na manzi kulike hata wana share mshare kila mahali manzi yeah. to share your gospel Yes. tunashare juu tunashare gospel manzi so sijui kama kuna mtu mwingine ako na like swali labda tatanishi ama swali tatanishi Tatanishi. kwanza tuko na mwalimu hapa nimesoma Kiswahili sanifu ama Iko sawa. ama niende ni sanifu Kabisa. so by the bas mimi nimeona hiyo relationship ndio ilikuwa shida na tushatatua hiyo sijui hiyo verse inakuwaga wapi sijui kama kuna mzee ako na simu hapo I think ni Ephesians ndio tuisome venye iko hiyo submit acha nitafute mimi sijuangi penye iko direct hiyo ya submit to the Lord husbands wives inaanzanga wives ni Corinthians second Paul anaongelea second ama hiyo I'm not sure but I think second Corinthians 11:06 inabidi tusome kila saa unajua lakini but that one does not matter. Cramming the verses, cramming where the Bible. No, that one does not matter. What matters is what is inside now. What you've internalized.
The light in you now. Inakuwa si Ephesians? Sasa wapi? Naambia mko napo 12, angalia hapo 12. 2 Corinthians 12. Yeah. Ni sawa. 12:7 hapo. Ni sawa bro. Yes. Iko na headings, I think. Kama iko na headings. Haina headings. Lakini sioni kani. Wewe kama niyo? Wewe 12, now check and 7. 7. Angalia 7. Inasema godly grief produces a repentance that leads to salvation. Sio. Si Ephesians. Ingekuwa na headings. That one, I can help. Sinakwambia Sina nini hapa. Lakini ni sawa. Tutapata tu. Watusaidie. Ndio. Mwambie ni Ephesians. Niambia ni Ephesians. Okay, confirm. Ndio Ephesians 5 verse 22. Mungu wenyewe shukrani. True. Ameleta. Ameleta. He'll remind you of things. True. Ndio nimesema hii kitu ni Ephesians lakini sana ndio conviction yako was right manze. So inaanza in 5:20-21. Submitting to one another out of reference for Christ. Wives, submit to your own husbands as to the Lord. Yeah. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, his body, and is himself its savior. Now as the church submits to Christ, so also wives should submit in everything to their husbands. 25 skia. Husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her, that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word, so that he might present the church to himself in splendor, without spot or wrinkle or any such thing, that he might be holy and without blemish. In the same way, husbands should love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. For no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it just as Christ does the church, because we are the members of his body. Therefore, a man should leave his father and mother and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh. This mystery is profound, and I am saying that it refers to Christ and the church. However, let each one of you love his wife as himself, and let the wife see that she respects her husband. So, your husband wana love wife respect. However, let each one of you love his wife as himself, and let the wife see that she respects her husband. So watu wanadhaningi, unajua hii dunia imeka romantic love. Na si romantic love na respect. So moja na love sisi, na love ya na respect. Hadi ukichekia wa parents hao, si hivyo ndio walikuwa nafanya. But our generation sasa hiyo wameka si wote tunafaa tupendane like love. Na love huisha by the way. Love inaisha manzi. Love as a feeling inaishi. Love ya Christ ndo haishi. The unconditional love, agape love. So umesikia hapo. So watu walikuwa nadhani ni love sijui mutual love. Kuna story kama hiyo bro. Ni love moja, love nyingine respect. Na mambo itachemka. Si hapa ni word of a world. So hiyo nyingine ni ya world. Hii ni word yenyewe sasa. So I hope mtu amepata kitu hapo manzi. Love your wife as yourself manzi. Venye unajipenda. Penda. Barudilie verse tena. Turudie hapo 30. Kwanza ni place inaishi. The book chapter ni Ephesians 6. Ni Ephesians 5 verse 33. Tutaandika hapo. Ephesians 5:33 hapo. Tutaeditia hapo. However, let each one of you love his wife as himself, and let the wife see that she respects. Baada unatoa. Mnaoa lini? Marriage. Hiyo Mungu ndiye anajua. Bro, unafaa pia kujua. Nikamsa na blame pia God. Hajapata bibi noche ikina. Unaweza saka kwa hapo amejaa. Lakini bedhe mimi ndio nimekuwa nikinisumbua. Bedhe loli. Na nimeuliza kweli. Hiyo ya like among unaendea wote like wengi ndo Mungu akuonyesha ama unaonyeshwa ndo uende huyu. ama kila mtu ako na conviction yake. Bana. Acha nikujibu hiyo sasa. Like unaona hiyo unaweza kuwa tuseme aje. Kuonyesha unaweza onyeshwa wengi sana. So like ni lazima tu pia
usikize spirit vile inasema. Eh. Na pia ujaribu kurusha ile nitango mistari. Lines tusiboeke. Tusijifanye Tumeonyesha tu. sisi tuko church tu Tumeonyesha na buku Unaenda ati atakaa mtu siana. Mimi ndio prize. Faith without action is Dead. so you must take an action. Wewe uende tu. Ukiona mtu amekufurahisha, approach. Yeah. Approach tena. Yeah. Kisikia zimekataa kabisa, tulia. Enda kwa maombi tena. Alafu rudi sasa. Enda kwa maombi tena. Unasema aje? Ukienda kwa maombi, enda kwa mwingine, approach. Kataliwa, rudi kwa maombi tena. And mpaka upate mwenye Mungu anakuwekea. Unajua huyu wangu. Na kitu ya kwanza, ukipata you are right person, kitu ya kwanza utakuwa nao ni peace of mind. Ni kweli. Peace of mind. Yeah. So ukiona kuna kama mtu kana kusumbua na una peace, leave that person for good. You see? Waachane for good. For good manze. Ni kitu ya mtu mwingine inajengea mtu mwingine si yako. You see? Because kama ni wako, lazima muagree. Msikizane. Ukimwambia kitu, anasikia. Kweli. Nyinyi wote mnasikizana, si ati wewe ndio unasema tu. Ukimwambia hivi anasema yes. I can hear from you. Nyinyi wote mnasikizana. So that is what we call true love. Hii inatoka kwa Christ. Si hapa duniani, kwa Christ. Kweli. Like I'm trying to say, pray so that God can give you the right person. Exactly. It is better you marry late, you marry Right. right. You see? Yeah, that is what we can do. So wacha kusumbua Mungu na vitu nyingi. Go and pray. Cha kumsumbua na prayers. Our prayers. Ukisikia tu uko sawa, go. Hivi nikumbusha joke fulani ati kuna jamaa fulani hapo stay guy anaitwa stay guide dunia ati unasumbua Mungu na prayers ndio boy ni Sanjuk. Hiyo na ile ni mada. Tunasumbua Mungu prayers ndio boy ni Sanjuk. Others tuko na Mercedes. Kwa wife, in fact, I once had a man forgot kusema. The moment Mungu amejieka low to a point of atataka kuonyesha your wife. Because that one is very low of God. Yani amejieka ili tu amekusaidia sana. Yani ukokolea. Yani kitu very petty kwake Now amekuwa amekuonyesha wife, that means you have a very very noble assignment for God. So your work wewe ni tunafaa tu uombe na omba tu for a sign. Not a way. Sura ukionyeshwa ogopa kwanza. Kwanza Mungu akuonyesha sura mpaka sura unafaa unaogopa kwanza. Because that means your assignment is very very noble na Mungu anahitaji sana. So wewe omba tu sign. Even kuna mtu kwa Bible alikuwa anataka bibi akatumana kwa mtu, the lady will do what and what. That one itakuwa the sign of knowing that will be his wife. Na hivyo ndio ikafanyika hivyo, just a sign. Na Mungu atakuhelp. Like sasa kama wewe unaweza amua tu ambie Mungu after you just prayed, show me a sign. After I come nikitoka kwa nyumba, the lady will just greet me, not me greeting her. The one will just greet me. That one will be a sign of me knowing she's my wife. She's my wife. So that one, just a sign, just for a sign. Hiyo ni itakuwa easy. But akikuonyesha sura, my friend, waacha tu. Hiyo ogopa. Utahangaika. Na watu utahangaika. Your sign is bigger. Your sign is bigger. Bede watu wajue si story za sura. Sura utakuja. Sasa nimekuona hivi nitakuzoea. Like nashangaa. Utashangaa mbona wasa namuona ni keki. But wewe umemzoea like. So watu wafai kuangalia sura. Unajua sura you get used to. Unafaa kuangalia like purpose, character. Hizo vitu zote zi. Watu wanakuanga sura, sijui haga, sijui vitu meaningless manze. But unafaa kuangalia purpose, udema nafikiria waje like nini. Na of course venye umesema God atakushow tu. Na God anajua mind yako mtu unataka. Exactly. Utapatana tu na yeye. Exactly. So hiyo bede ni discernment. To wrap up to ni discernment tu. Tutabonga, tutaruka juu but ni discernment manze. Anze. Naona tuko speechless. So watu wa discern manze. Tukitoka nje, umesema ukitoka hapa nje utapatana. We just look for a tukipatana assignment. Tukipatana ni yako. Tushajua tent.
Yeah, okay, yeah. Yangu soon, yeah. I'm believing God. Tutakupeleka hivi kwa stage tuone. Ukipata na demi hivi tunajua ni wako. Umesema hiyo sign. Sijaambia Mungu hiyo. Mimi nataka ingine. Wewe uko unataka aje mpatane kwa mat. Anyway. Lakini si kwa gate. Pote. Kabisa. But the one that God has waited for me. Niseme tu kitu ya mwisho sasa. Unaona vile inakuanga, Mungu hawezi kupatia kitu mbaya kama ni mzuri. Ni kweli. Hawezi patana. So, wanaotutazama. Ikiwa ni guide utapatana na guide tu. Nilikuwa by the na hiyo ati wenyewe sio sema ati watu wabaya upata watu wazuri. That is not true. Not true. Sasa tuseme word of a world sasa. Sasa word inasema aje? Ndio hiyo Elijah. Our mantle. Ulikuwa unaendelea. So like I can say this, if you want somebody who is good for you, you must also be good. Character, build your character. You attract who you are. Exactly. Yeah? Kama wewe unachezanga games, so mind games, utachezwa mind games. Yeah? Unalipa kulingana wenye huko. Hiyo ndio reward yako. So like I'm trying to tell you that build your character. Yes. Respect people. Hata ukipata uko na chali lako na anaenda mjengo, mrespect. Hiyo mjei yake. Get? Mungu anaweza mtumia hiyo mjengo yake kukuinua wewe. You never know. Kama hapo na real estate. Apande kwa mjengo mpaka real estate ona. Hiyo mjengo inaweza kununulia nguo uvae. And you never know. So God anatumianga yule mtu mwenye anaonekana afai. Kukusaidia kwa hii maisha. Kwa hivyo kama kuna demo anatuona hapa. Be careful. Ukiona unaongelezwa na chali unaringa bada. Sikiza vile anakuambia kwanza, msikize. Si ati unamuona unasema, wewe vile unavaanga, sio kuvaa kuna kuoa. Character. Build your character. Behave well. Are you getting it? Tushika. Mbarikiwe. Amen. Manze na imekuwa true. Amen. Sasa mshajua. Hiyo yote ni discernment. Kwanza mwisho Mr. Anthony Mzito. Mr. Anthony Mzito. Chungusi angushe kiti. Jo Mzito. Itaanguka imekara. Waja mwisho ni every difficulty has a solution and the sure solution is Jesus Christ. Amina manze. Every difficulty, Jesus Christ is the solution. So we just seek him and we seek him in truth and in spirit. He is very near to those who seek him in truth. Very near, very close. As he has promised us, he has great and mighty things he has for us. If we seek him and call him. Hapo malizia hapo na nashukuru. Na mbarikiwe sana. Kabisa. Amina manze. Mimi si unajua mimi ndo wachaje. Hii ni word of a world. So Bible inasema sanctifying them with the truth. Your word is the truth. The truth. Si ndivyo tu manze. Na hiyo ndo tunabonga hapa like tunaleta ya world alafu tunaenda na word because hatuwezi sema si ni Christians alafu tunafuata The world. Like what do not conform. Nasema we are in this world but not of the world. Greater is the one that lives in me than the one I see in the world. So tukiwa Christians manze by the to live na the word. See now what people say. Mimi ndo naweza ambia wase. Cause umejiita Christian, full of Christ. So you go by the word na hakuna ati compromise ati Mungu ataele. No. Go with the word. Kama ina heart, kama wewe at the end of it. You know the truth. The truth by this in a heart. Yeah, true. So ni hivyo. Thank you for joining guys. Mimi hapa naitwa Trap King Khaled. Every socials. Unaweza nipata kila mahali. Except hizo kuna sites zingine unajua nimesema all platforms by the way the many platforms si za Mungu so hizo zenye mnajua TikTok, Instagram, Twitter niko sijui but siko active but TikTok, Instagram, Facebook turudia tu tena ya mwisho tukikafunga anzi hayo tumelearn kitu kaa kwa Mungu. Sana sana ukiwa mdogo kaa kwa Mungu. God anataka umserve na strength yako yote.
Amina. Vitu zingine wachana. Mm. Dunia wachana. Mm. Wewe uko hii dunia lakini wewe si wa hii dunia. Yeah? Uko hii dunia lakini wewe si wa hii dunia. So I'm trying to encourage you that Endelea. yeah, do this. Seek first the kingdom of God. Yeah. Yule chali unalilianga ako kwa Mungu. Ama yule dem unalilianga ako kwa Mungu. Hakuna kitu Mungu kosa. Alikuumba akijua chali yako ni mgani ama dem yako ni mgani. So humble yourself before the Lord so that he akulete the person that you want. You get it? Yeah, everything belongs to God. Amen. You get it? Tunapatana watu wa Mungu. Barikiwe. Peace. Yeah, na mtumikia God mkiwa wadogo. Just tukunywe chai manze. Yeah. Tumewapea chai. Na mimi tuseme yangu niseme. Niruhusu niseme. Sema tu tena. Aisha Mimi Facebook ni Anto ANTO and then space and then MZITOH. kabisa. The same hapo TikTok. Hizo ndo social ambazo niko active kidogo. Yeah, that's why I believe God for those. He's sharp for Yes. God. Very sharp. Very sharp for God. Barikiwe. I mean